Tangu nianza shule nikihesabu mawaziri wa elimu wa nchi hii, nafikiri sasa wanafika 40. Sasa yuko rafiki yangu haya Profesa Adolf Mkenda, sijui atakuwepo mpaka lini. Si ndio juzi wamefungua sera ya elimu, wamezindua sera ya elimu. Kesho Mkenda ataondoka, ataletwa Merab Rakashoko, waziri wa elimu, anasema ondokana na mambo ya amali haya, anakuja na cha kwake. Kesho kutu atakuja Eliudi, anaondoa vya Rakashekwa, anakuja. Tunahitaji kuhitimisha masuala ya kuchokonoa mfumo wetu wa elimu. Kwa hiyo mimi amali sitaki kuizungumzia kwa sababu ni nzuri kwenye karatasi, lakini haijatoa product. Hapa tunazungumzia watu waliosomeshwa kwa ahadi ya kuajiriwa. Wako mitaani, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wengine wameamua kuanza kuzaa hata kabla hawajapata ajira. Sasa this is a problem. Yani nyoka yuko ndani, wewe unaanza kuzungumzia habari ya kwamba tuzibe mashimo nyoka asiingie ndani. Nyoka yuko ndani, tena kitandani. Baba Askofu, sio uchokozi, lakini ninatamani utuambie ni mfano ukipewa mamlaka sasa hivi ushughulike na tatizo hili, utaanza na nini? Mimi nitaanza na sekta binafsi. Hakuna serikali duniani inayoajiri watu wote, haipo. Watu wengi wanaajiriwa na sekta binafsi. Sekta binafsi katika taifa letu imegeuzwa ni mshindani wa serikali badala ya kuwa mshauri na mdau wa serikali. Tuko pale ofisini, dayosisi yetu inaajiri watu 490. Lakini ukiambiwa vituko tunavyofanyiwa, mara aje afisa kazi, mara aje NSSF, mara aje WCR, mara aje huyu, mara hiyo yote ni kufrustrate sekta binafsi aliyejitolea kuajiri hao watu 490 badala ya kumwezesha ili hawa 490 wasiondoke. Sisi tunazidi kumbana sekta binafsi ili hata hawa wafanye nini? Awaachie waingie mitaani. Kwa niwahi kutoa wito kwamba tunahitaji kukaa meza moja kuzungumza juu ya jambo hili. Kwa mfano, serikali ambayo haijaajiri iweke mazingira mazuri ya wawekezaji wa ndani. Waweze, yani hata wewe ukianzisha kijiwe cha kubrush viatu na kuchoma chipsi, ukachukua vijana wawili, serikali ikuone wewe ni wa maana sana, ikusaidie ili watu wabrashiwe viatu na chips zichomwe na hawa watu wapate kaposho kakwenda nao nyumbani. Lakini nenda ukafungue kesho, atafika mtu atakukamata, atakusomba na masufuria yako eti kwa sababu hujalipa NSSF. Wakati unaona bana. Kwa hiyo sekta binafsi ikiwezeshwa, ikawekeza, ikapewa mazingira mazuri ya kuajiri. Kwa mfano, nimeenda nchi moja hapo Amerika ya Kati, nafikiri Bolivia. Nikakuta serikali inashirikiana na sekta binafsi. Mtu yeyote ukijitolea, ukiajiri watu kuanzia 10, serikali inakupa exemption ya mambo fulani fulani ili uendelee kuwa maintain hao, wapate mahali pa kupata nini, ngalau kwa kiwango hata cha kima cha chini cha mshahara. Sisi hapa wakikuta umewaajiri hujafikisha kima cha chini cha mshahara, wanakufunga. Kwa hiyo wote wanapoteza kazi, serikali inapoteza kodi, na wao wanapoteza kazi, na wewe ulichokuwa unafanya kinakuwa frustrated. What kind of a country? Unaona? Kwa hiyo tuna sekta yetu binafsi inaugua ugonjwa unaitwa overregulation. Yani tuna regulations nchi hii, orodha ya regulations mpaka kichwa kitauma. Juzi nimeletewa kesi moja ya watu wa mnahitaji hao wa viwango TBS. Wameenda duka la mtu fulani wakakuta anauza mikate. Leo ya TBS ipo. Wanataka alipe TBS. Akasema mimi nimenunua hii mikate kutoka kwenye kiwanda ambacho TBS tayari. Sasa mimi nitalipiaje tena TBS wakati nauza mkate? Akasema funga duka. Mgambo hapo tayari wapo tayari. Sasa ukiwa na nchi yenye attitude
ya workforce ambayo haielewi maana ya trade liberalization, yani uhuru wa biashara, kuregulate haya mambo, kuyapunguza ili watu wawe free kujiongeza. Hizo amali mnazotaka kufundisha zinafundisha watu kujiongeza, kujiajiri, lakini wakikutana na vikwazo vya overregulations hawatatoboa, hawezi kutoboa. Tuna vikwazo vingi sana. Tunajenga kiwanda hapa chini, Diocese imetafuta fedha 7 bilioni kujenga kiwanda cha kuchakata matunda ili wakulima waweze kunufaika. Ukiacha tu waziri mmoja ambaye kila wakati ananipigia simu kuangalia tumefika wapi, lakini unaona kwamba hii ni yeye mwenyewe ndivyo ameumbwa, kwamba ni mtu anayejali. Sio waziri unaomfanya hivyo. Waziri unamfanya aje hapa kunihoji, nani amekuruhusu kujenga hapa, leta kibali hiki, leta kibali hiki. Hatuna mawaziri wanaokuja sasa, askofu unajenga kiwanda, tukusaidieje? Tunaomba utuambie tukusaidieje. Wao wanakuja kama polisi. Tuna workforce ambayo imekaa polisi kila wakati. Kwa nini hiki? Funga mara moja. Wao wanajua kufunga, wajua kufanya nini? Kufungua. Kwa hiyo tatizo la ajira nchini litaendelea kama mindset ya workforce ya nchi na serikali yetu haitabadilika. Mwekezaji kutoka nje akija hapa na shilingi zake hata hazifiki nusu ya mtaji wangu ambao nimeuleta mimi, anapewa ardhi hiyo hapo, jenga, tunakupa na likizo ya kulipa kodi mpaka urejeshe hela zako ulizo. Lakini wewe Mera bila Kashekwa, nenda katake kujenga kiwanda cha maziwa pale Kararo, ujajenga, afisa mtendaji wakati ameshafika na amekupa kibali cha kujenga. Kesho anakuja katibu tarafa, kesho kutwa anakuja DC, ujakaa kidogo mpaka na OCD anakuja. Yani wote wanatafuta kumshughulikia huyo anayetaka kujenga. Sasa hiyo attitude ni mbaya sana. Tuliweka haya one stop centers, but they are doing nothing. They are doing nothing. Kwa sababu ya mindset. Kwa sababu ya mindset haijabadilika. Ni nani sasa baba askofu wa kuingilia kati na kustua pande zote mbili kwamba hapa tunatakiwa kwenda hivi? Swali zuri na gumu kidogo. Sisi hapa tumejenga tabia ya kwamba rais anafanya kila kitu. Rais awe micromanager, hajue funguo za kila chumba, hajue nani kachelewa kazini, hajue nani kaenda kunyonyesha mtoto hajarudi kwenye kiti chake. Ndio maana tukawa na rais ambaye anapita maofisini kukusanya makoti ya watu waliotoroka kazini. Unaona? Sasa unyapara, fikira za kinyapara kwamba kila kitu rais aseme kutoka juu. Alafu ukija huku chini anasema maamuzi kutoka juu. Ukienda juu anasema tatizo liko huku chini. Hiyo mindset mpaka tuje kuibadilisha. Njia pekee unfortunately ni kukubali kujenga taifa linalokubali maoni tofauti. Kwamba wewe ndani ya chama chako kwa mfano ndio kiko madarakani, unaweza ukatoa maoni tofauti na chama chako na ukavumiliwa. Sio kwamba kila ukitoa maoni tofauti tunakupitisha dirishani tunakufukuza. Tukubali kwamba tuna watu wenye karama na maoni tofauti ya kuweza kulikwamua taifa letu. Unyapara hausaidii. Kwamba kila kitu tukitaka tuende kwa rais. Rais watu wamechelewa kazini. Rais wanaume siku hizi wakienda baa wanarudi kuna kucha asubuhi. Sasa rais aje kuongea na waume zenu wao wanarudi mapema?